katikati ya jimbo jipya, jimbo la Uyole. Ni mimi ripota wako wa DXTV. Leo hii tumekuja hapa kwa ajili ya shughuli moja, kwenda kuwatambulisha wafanyabiashara na kutangaza biashara. Na leo hii tutakwenda kutangaza biashara kaza wa kaza kutoka kwa wafanyabiashara wakubwa wanaopatikanika ndani ya jimbo jipya, jimbo la Uyole. Twende tukamsikilize. Tumeshafika katika eneo la biashara ya kijana wetu ambaye anajihusisha na uuzaji wa chakula cha mifugo. Hapo utapata vyakula mbalimbali kama unavyoona. Wale wote brother, mambo vipi brother? Kaida kaka. Uko poa kaka? Sana kaka. Hatimaye leo tumekufikia hapa DXTV. Tuko hapa labda unaweza kuwaambia Watanzania na wananchi wote kwa ujumla kwamba hapa unauza nini na nini? Hakika hapa tunauza aina yote ya chakula cha mifugo. Tuna pumba za mahindi, tuna pumba za mpunga, tuna mashudu, tuna soya kama unavyoona, tuna uduvi. Kwa kuna chakula cha kuku, chakula cha nguruwe, lakini kwa ujumla mifugo yote chakula kinapatikana hapa. Kwa wale wananchi wafugaji ambao mnafuga, usihangaike ndugu yangu, unaweza ukaokobize unaupa mfugo wako chakula ambacho labda let's say huo mfugo unahitaji pumba, si ndio? Wako unaipa mashudu, afu baadaye unaanza kulalamika hauzai au ufanye nini, kumbe ni wewe mwenyewe ambaye unakupa na feri. Ukifika kwa kijana hapa, kwanza atakushauri, ushauri na saa ni bure kabisa, lakini pia atakupatia chakula kulingana na nini na ule mfugo wako ambao unaufuga. Ushauri na saa ni bure, lakini pia anauza vyakula hivi kwa bei poa kabisa. Cha kwanza tunatajia namba ya simu. Kwa namba ya simu ni 07 43 74 57. Wow, nadhani namba umeisikia vizuri, lakini vipi kwa upande wa mitandao ya kijamii, unatumia mtandao gani na mtandao gani brother? Natumia Insta kwa jina Abel Jackson. Lakini nipo Facebook Abel Jackson, lakini pia natumia X, mtandao X almaarufu kama Twitter Abel Jackson. Unakosaje kupata huduma muhimu kama hii? Kijana anapatikanika kwenye kila mtandao, kwa hiyo ni simple and clear. Tuonane baadaye sana. Asante sana brother. Lakini pia yes. Tuna branches, tuna matawi yetu. Okay. Tuko hapa njia panda. Yes. Lakini pia tuko Mponja. Karibu na serikali ya mtaa pale. Yes. Lakini kwa wale wa upande wa Tukuyu tunapatikana kijiji cha Lugombo. Yes. Kwa karibu sana, simu ziite, tupo tayari kuhudumia wetu. Lakini pia tunatoa ushauri kwa ajili ya mifugo yetu. Unajua changamoto ni moja kwa wafugaji. Atufanyeje? Yaani kuna namna tunafeli kuhudumia mifugo yetu, ndio maana hatuoni tija ya kile tunachokifanya. Lakini ufugaji unalipa, ufugaji ni dili. Nilikuwa nataka kujifunza mambo mawili matatu kutoka kwako. Ndio. Jambo la kwanza ambalo nilikuwa nataka kujifunza kutoka kwako, nataka kujua elimu yako. Una elimu gani? Kidogo. Tumesoma. Mimi na elimu ya degree. Bachelor of Science in Environment Science. Na degree yangu ya mazingira. Okay. Sasa labda ningeongeza swali lingine. Umesema una degree ya mazingira. Lakini mbali na kuwa na degree ya mazingira, naona upo katika eneo hili hapa unajihusisha na hizi biashara. Sasa nilikuwa nataka kujifunza kitu kimoja kwamba kwa nini uko hapa? Licha ya kwamba kama ulivyosema kwamba umesoma, lakini kwa nini uko hapa? Cha kwanza hii kazi toka nimemaliza chuo. Hii ndio kazi yangu iliyonikabidhisha mtaani. Okay. Iliyonikabidhisha mtaani. Kwa tuseme mahitaji yangu mengi napata toka kwenye kazi yangu. Kwa mimi nimechukulia kama ni fursa yangu ambao of course naithamini kwa kupitia hii kazi kuna watu wananitegemea, kuna mambo yangu yanaenda nje hapa kwa sababu ya hii kazi. Kwa ndio maana niko hapa. Okay, labda kwa kuongezea ni kwamba kilichokufanya uwepo hapa ni kwamba matokeo yako ya mwisho yalikuwa mabaya au ni nini hasa? Ndio maana yangu halisi ambayo nitaka kujua. Hapana. Sio kwamba matokeo yalikuwa mabaya. Of course faulu ni mzuri. Ni mzuri.
hasa sisi tunajiita watoto wa wakulima. Kwa hiyo kila sehemu unapopata fursa lazima uitumie vizuri. Kwa hiyo na mimi pia shule yangu kipindi ninasoma basi ni muda ule niutumia vizuri kwenye masomo yangu. Kwa hiyo nifaulu vizuri na labda niseme tu GPA yangu ni nzuri na upper class. Okay, upper class. Upper class yeah. Okay. Kwa sio kwamba labda kwa sababu ya ufaulu ndio maana niko hapa, lakini niko hapa pengine ni kwa sababu cha kwanza lazima tusifiche. Pengine kwa sababu ya ajira pia mlango umekuwa ni mgumu. Lakini tunapokosa chaguo A basi lazima uwe na plan B. Kwa hiyo mimi ni plan B yangu. Umejaribu kufanya application sehemu mbalimbali na labda kama unaweza kuzitaja au umepita wapi na wapi mpaka sasa? Of course nisije nikadanganya, sijapitia sehemu nyingi sana. Mimi application zangu ni of course nadii sana government. Kwa sababu ya private mambo yanakuwa ni mengi. Kwa mimi nimeapply mara kadhaa government na mara 2 mara 3 na awamu zote nimeingia kwenye database ya utumishi. Ya utumishi, lakini bahati mbaya unaweza kufaulu lakini usiitwe. Labda unakumbuka kwenye interview ya mwisho ambao ulioenda kufanya ulishika nafasi ya ngapi? Of course interview yangu ya kwanza ya written ya kuandika nifanya vizuri. Ilikuwa inahitaji watu wangapi, lakini pia na wewe ulishika nafasi ya ngapi? Of course ilikuwa, unajua hizi interview zinakuwa na zina nini? Tuseme zina hatua ya kwanza ya kuandika nifanya vizuri. Nilikuwa kati ya wanafunzi waliohudhuria interview hiyo. Nilikuwa ni mtu wa tatu kati ya wanafunzi 2400 na upuzi. Kati ya wanafunzi 2000 na ulishika nafasi ya 3 kwenye nafasi zangu, lakini tulienda kwenye holo tukafanya hiyo, tulifanya of course, lakini mpaka sasa hatujaitwa. Mpaka sasa hatujaitwa. Ndio interview yangu ya mwisho hiyo kufanya. Okay, sawa. Mpaka sasa, lakini maana wanasema database hiyo inadumu kwa mwaka mmoja. Kwa hisi database itaisha mwezi wa 6. Kufikia mwezi wa 6 kishapita atajua lolote linaweza likaa. Kwa tuendelee kuomba Mungu kwamba kijana yetu apate nafasi. Lakini pia nitaka nikuulize swali. Umetoka kwenye masomo yako mpaka kuja kufikia kwenye biashara hii ambayo unaifanya sasa hizi. Ili kuchukua ugumu gani? Ukizingatia kwamba kuna wale mmesoma nao, si ndio? Lakini kuna watu wako kuona umeulamba unaenda zako chuo kwa wanajua kwamba kijana kisha maliza tu hapa kesho huyo. Sasa leo hii wanakuja wanakukuta huko kwenye mazingira kama haya hapa. Of course ni mazingira ya kiutafutaji, lakini kuna kaugumu ambako huwa tunakapitia kutoka kwenye mazingira ya chuoni mpaka kuja hapa, na ukizingatia kiwango ambacho cha ufaulu ulichokuwa nacho. Imekupa ugumu gani mpaka sasa? Of course ugumu upo. Ugumu upo na maneno yanakuwa ni mengi. Hasa wale watu wangu wa karibu wanaonifahamu tuseme. Unajua wengine ni kama wanakuwa surprise mimi niko hapa. Sahihi. Kwa nini uko hapa? Lakini yote kwa yote ni mipango ya Mungu. Mimi naamini hivyo. Sahihi. Lakini cha pili ni atuangalie sana mtu anasema nini. Lakini kwa kuwa mimi kitu kinanifaisha na ni fursa kwangu, basi mimi nacheza nacho. Unaenda nacho. Siwezi kuacha kwamba nikomae tu upande mmoja. Labda nikomae tu kwenye ajira wakati naona upande wa pili kuna fursa na uwezo wa kujiajiri. Labda niongeze swali lingine. Nitaka nikuulize kitu kimoja. Ni changamoto gani unayoipitia ukiwa hapa ofisini kwako, kwenye ofisi ambayo umejitengenezea haya mazingira? Ni changamoto gani unayoipitia? Of course changamoto naipitia kwa ofisi hii. Kama unavyoona mazingira, kwanza nipo nje. Sahihi. Nipo nje, bado sijapata chumba, lakini kwa ofisi za pembeni kama nilivyosema awali kwamba tuna mataa tuseme ofisi zingine pembeni ya huko, changamoto sina, lakini hapa kuna wakati ndo kama hivyo tuko barabarani kwa anaweza katutoa twende pembeni ili tunarudi hivyo. Kwa ugumu ubishi unakuwa mwingi ili mradi tu mambo mengine yaende. Kwa changamoto kubwa sana ndio hiyo kwamba tuko nje kama tunavyoona, lakini sio changamoto sana kwa kuwa tushakubaliana mazingira haya.
Neno moja kwa vijana wenzako ambao wamesoma wamemaliza vyuo huko, si ndio? Lakini wamekosa ajira na wapo mtaani hawajui nini cha kufanya, bado wanaendelea kuzunguka na fomu na kusubiria kupata ajira. Unawaambia nini vijana wa karia kama hiyo hapo? Mimi naweza nikawashauri jambo moja, ajira uweke sawa, ni kipaumbele chao, lakini lazima uweke plan B yako. Yani usikome upande mmoja, fursa ni nyingi. Yani wasione aibu, cha kwanza wasione aibu kwamba mimi nimesoma basi hii kazi nitafanya, hii sifanya, au usichague kazi. Kwa walio usichague kazi, fanya kazi, njoo fanye kazi. Kama unaona kabisa kichwa chako pengine hakiwezi kufunguka, kaa na watu waliokutangulia mbele yako. Fursa ni nyingi, lakini tumetaja namba ya simu. Kama kuna mtu anatamani kufanya biashara kama hii, hata simu ziite, tutampa ushauri kwamba unaanzeje, uko mazingira gani, tutamwambia biashara yetu tunataka nini, kwa hiyo tutampa ushauri mzuri. Kwa hiyo vijana tusichague kazi, tufanye kazi. Unisaidie jambo moja hapa, tuwaambie vijana ambao wanatusikiliza. Mmemsikia kijana mwenzetu elimu yake, lakini pia maisha ambayo ameyapitia mpaka sasa hapa alipo, si ndio? Tuwaambie neno moja kwamba wasiaonee aibu maisha. Nadhani tutaweza kunifuatisha, si ndio? Usiaonee aibu maisha. Tunarudia tena. Usiaonee aibu maisha. Nadhani nimekaa poa. Hayo ni yako. Maisha ni ya mtu. Bado nakushukuru sana na nimefurahi kuonana na wewe. Asante sana. Asante sana kwa kuona baya. Nashukuru sana.